guys, it's another time, another day. This is Prime Hour TV, Prime Hour Show. I'm your host, Wasonga Matthew, and today I have one of the aspirant Kajiado North Member of Parliament 2027, Honorable Victor Gido. Yes, sir. I think nimeipronounce venye inafaa. Kabisa. Karibu sana mheshimiwa. Thank you. Na ni one term ama ni two term? Sisi I think nitakujibu hapo mbele. Kabla aniambie whether ni one term ama ni two term. Guys, if you are watching this, tungependa sana hii ujumbe ifikie watu wengi. Na ili ifikie watu wengi, subscribe, like, share ndio hii ujumbe iweze kufikia watu wengi. Kiongozi? Yes, sir. You are an MP aspirant on a National Economic Development Party. Yes, sir. Mike Sonko. Mike Sonko is your party leader. Yes, Excellency. Yes. Before I dig into that, Yes. I saw your presser, I think on Sabasaba Day. Yes. And you are condemning so much on what we can call politics goonism that has been going on across the country. Jana IBC walisema that because of the kind of politics going on in Olkalau, as we all know that on Thursday next week we're going to have a by-election in Olkalau. They were even planning to postpone or rather to cancel that, what is happening there in Olkalau, because there is a lot of voter bribery. Tumeona gas inapeana huko, watu wanasema ukitoa power hakuna kurudisha change. As an aspirant, as a leader, does this worry you? Yeah, of course it is worrying. Yes. It is very worrying because ukiangalia hapo mbele, we have been trying so hard, yes, not to see, and if you look at the days of the late His Excellency Raila Amolo Odinga, when he was alive, he was castigating hii mambo ya siasa ya pesa. If you handout. Yes. Yes. Because if we are to go to that direction, basi wacha nikwambie, what we are seeing in Olkalau, and not just in Olkalau, we have seen that in Mbeere. We saw that during the by-election in Mbeere. During the by-elections, tuliona hiyo ilifanyika. Na bado, nobody talked about and it. And also in Malava. Yes. And nobody talked about it. Even people died. Yeah. People died. Yes. Nobody talked about it. Hapa hakuna hata mtu mwenye amepelekwa, hata hakuna mtu mwenye ako ndani saa hizi. So that is the Kenyan politics. We are going back to the politics of the 1990s. Hizo zile maenzi zile za kitambo. Nakumbuka ile enzi za kupanga line. Yes. Unapanga line, mtu ako nyuma yako, kama unataka MCA watu wapange nyuma yako, mwenye ako na watu wengi ndio ameshinda. It's like we are heading to those days, because those days ilikuwa ni hiyo mambo ilikuwa pesa ilikuwa inatumika sana. So what we are seeing in Olkalau is not new. Okay. It's just happening because the gatekeeper, like of the house, is no longer there. Raila Amolo Odinga. If he was alive today, whatever is happening in Olkalau, hatungeona. But now, don't you think to some extent such characters will deny what I will put like good leaders? Because tuseme wewe ni kiongozi mzuri, uko na agenda fiti, but mfuko yako kidogo is not deep enough. What will be your message? Because nikikuona wewe hatuwezi sema eti wewe ni wale rika ya wale wale vijana watasema ni mzee. You are more like a youthful leader. Yeah. Don't you think we will end up with the same characters as leaders? Or how do we change this kind of politics? Taking into account that almost, unajua tumebaki na almost 1 year. Actually it is 1 year. It's not less than. It's 1 year and 1 month or so to the next general election. Yes. And in the next few coming months tutaona more of political activities, campaigns, across the country. What would be your message to voters, the youth na Wakenya kiujumla? Mimi message yangu naambia Wakenya ni like okay, changing right now a Kenyan's mind, especially when we are heading to the general election. It is hard. Ni ngumu kwa sababu hata mimi nikivai 2022. Yes. I had a manifesto mzito. Yes. Ilikuwa mzito sana. Wale watu wenye walisikiza tu hiyo agenda ilikuwa ni watu wa boda.
watu wa boda. Okay. Hao ndio walinishikilia sana. Sikuwa na pesa. When you mentioned too, I had very big people. Wenye tulikuwa tunapiganisha hapo kulikuwa na mheshimiwa Kifadhi. Yeah. Kulikuwa na captain. Captain Gishinga. Captain Gishinga, kulikuwa na Parsimei. Kulikuwa na Ngogoyo. Yes. Kulikuwa na Yogo. Yes. Kulikuwa na Mbote kwa wote. Yeah. Lakini sasa kulikuwa na Dido. Yeah. Lakini guess what? Watu wa Kajiado North, especially boda riders na mama mboga, walikuwa wamesimama na Dido. Yes. Wali appreciate, siko na kitu. Yeah. Na hata this time hata bado sina kitu. Na najua bado watakushikilia. Watanishikilia. Mimi I will just try my best to sell my agenda. Na kama kuna any other politician hapo ni upcoming, kuna viongozi wazuri wenye umesema. Yeah. Like I can tell you for a fact, wakiangalia kama sasa hizi the politics in Olkalau. Yeah. Wewe umesikia agenda yote in Olkalau? Ni pesa tu. Ni one term or two term. So how is that helping watu wa Olkalau? Talking of one term, two term, wewe uko wapi? So unajua ukisema mimi ingekuwa independent, mimi ningekwambia mali niko. Okay. Lakini right now I am under a party. Where does your party belong to? So we have not been given directives by the party. So the party is right now for the people. For the people. We are going directly to the people. Sisi tunaendea huko chini kwa mama mboga, kwa watu wa boda, easy economic. We are so pro economic. Okay. That I want to still tell my voters and my supporters. Yes. Wachaneni kusikiza mambo ya one term ama two term. Okay. Angalieni more on economic development. Huyu mheshimiwa tukimpatia hii kura yetu kukuwa mbunge, anatusaidia kufanya nini? So our party, which is the National Economic Development Party, yes. Under the leadership of Mike Mbuvi Sonko, okay, he has said time and time again that we are waiting for the directives kwanza from the party leader. Mambo ya one term ama two term yenye haisaidii wananchi, kwanza hatuko hapo. Tusifanye siasa ya one term ama two term. Okay. Kwa sababu tukienda to go that direction, you know very well my party leader has money as well. Yeah. If we start pouring money, tutamwaga pesa. The way the people are doing it. Yes. But my party leader hataki siasa kama hiyo. Okay. Hatutaki siasa kama hiyo kabisa. That is why you see even in the Malava by elections, we instead of giving out handouts, yes, my party leader alisaidiana na kupatiana textbooks. My party leader, His Excellency Mike Mbuvi Sonko, alipatiana maji iende huko. Alipatiana vitu tu zinasaidia miradi. Yes, yeah. And that is what I am pro. Yes. I'm pro economic, pro development, and pro empowerment. So that is my stand. Will that be the main reason behind you going for the National Economic Development Party led by Mike Sonko? Yes. So the party policy and the vision of the party align with what you stand for as Victor Gideon? Absolutely. Okay. If it was the other way, hata singekuwa kwa chama ya Mike Sonko, okay, which is the National Economic Development Party. Especially hapa Kajiado North. Bado haijafika bado, na that's why unaona na try kuzunguka nikiambia watu Kajiado North kuna chama ya mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko inaitwa National Economic Development Party, of which mimi mheshimiwa Gido 2027 nitakuwa nikipigania kiti ya ubunge katika hiyo chama. But unasema chama haijafika Kajiado North, and recently I saw aspirants wa hiyo chama by kufika ni ile like you know heavy. Okay, we had a meeting, it was a consultative meeting. Okay. The meeting that you saw was just a consultative meeting. Yes. And it comprised of leaders from Kajiado East as well. Yes. Kajiado West as well and North. Yes. So that we align ourselves tuseme tunaenda namna gani. Okay. So for me, I aligned myself na chama ya mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko because his leadership is the same leadership I want to serve my people with. Your party is National Economic Development Party in Kajiado North. In Kajiado North. Majority of the residents and voters in Kajiado North are small scale business people. Yes, sir. Wale wafanyabiashara wadogo. Yes, I'm talking of the mama mbogas, I'm talking of the watu wa bodaboda, I'm talking of the watu wa mjengo, I'm talking of the juakali sector, I'm talking of wale watu wa kutengeneza magari. Unajua venye umekuja na gari yako upeleke pale garage. What is your plan for this small business in line with your party manifesto?
Sasa. And that of you as Victor Gideon. What is your plan for these guys? I love that question. You know, I love that question because Yes. Nikiambiangu waniambia watu plan yangu. Yes. Mimi plan yangu it has always stood the same when back in 2022. Yes. It is the same today. It's just that saizi nimeikata vizuri sasa. Nimeipanga vizuri. Okay. So for me I am following a framework a plan called STT. That is my in fact if you just understand the STT framework, that is my entire manifesto. So the STT is specialization. Okay. You know Kajiado North is big. Yeah. Kuna Kajiado Ongata Rongai division na kuna Ngong division. Yes. So specialization. That is my framework. Okay. Tuanze na hiyo specialization. By the time nikiingia what is STT in full? So I'm coming there. So STT is the S is specialization. Whereby tunajua tuko na Ngong division na Ongata Rongai division. Yes. So when I assume the seat of member of parliament yangu nikienda bunge ni kwenda kutafuta loans. We come here and I tell my people tuko na divisions mbili hapa hivi. Yes. Ongata Rongai na Kajiado. So kwa mama mboga mfano kwa mama mboga, now this is a strategy for mama mbogas. Yes. Yeah. Wa mama mboga wote hawa mimi ndawashikanisha, to be honest. Kwanzia that's the first thing. Yes. Ndawashikanisha. Ikuwe one big farm, si ati mtu anauza nyanya hapa kitunguu hapa. Hoho pale. As in hata saizi tukitoka hapa nje unaona tuko na mama mboga tu wenye wanauza tu the same stuff. Yeah. You know that is hiyo ni planning. It's a good plan, ni biashara yes, but tumepiga hesabu mbaya. Okay. Because mimi napiga hesabu nikikuja na another framework ya specialization whereby nasema I will have money of course. Yes. And I will give these mama mbogas money. Niwaambie kwanza kuna shamba, twende tukakomboe shamba. Hata kama ni 10,000 acres. We farm our own food. So kama ni nyanya, tumepanda nyanya, vitunguu. Ile wakati wa kuvuna. Vitunguu, nyanya na mboga zinakuja Kajiado. Okay. Alafu maybe maize, beans, mihogo, all those other produces zinaenda Ngong. Then in time badala ya mama wetu kwenda Marigiti, sijui wapi kutafuta kuleta chakula kwa soko. Yes. Now we do a barter trade. You understand? Lori inaleta chakula, maybe those produces that we need wanaleta hapa. Na hawa wanapeleka vitunguu huko. So that STT is specialization. And when we do that, we are doing the monopoly game. Okay. Remember that. Once tumekuwa na shamba yetu, wa mama wetu wa soko wanalima chakula yao. You know what happens? You know what happens when that happens? What happens is when you have your own shamba, unalima chakula yako, all we have now is the control. We are now controlling the market. Okay. In case Karen ama Kajiado West leo maisha imepanda, watu wamesema wamebadilisha nyanya because now we are farming our own food. We are farming our own food. Now we can control how much you are selling it for. Okay. You understand? Okay. Then the T is the monopoly game. Okay. We are going to make that monopoly game to use. Today the government sati hawezi kuwa na kampuni zingine tofauti ya kutupatia stima. Okay. But you see KPLC is the only one providing. They've monopolized it. The power sector, the energy sector. So they are controlling the market and they are controlling us. But sisi tukiweka the monopoly game, now we are controlling how much our produce is and how much it is for. Okay. And then the last T is the sovereign fund. Sasa hawa mama wote wa mboga wote watakuwa na one sovereign fund. Okay. Account. Mahali chakula yenu mkiuza mnapeleka kwa account yenu, of which them ndio watakuwa signatories of those accounts. Not Gido. Me, I'm just there to give them the framework and the path of how to do it right. Okay. In case of, someone might ask, na sasa kukikuwa na nyanya mingi ama hivi viazi, sawa ifike mahali tuseme nyanya imeteremka na sasa imekuwa mingi, what do we do? Okay. So our mama mbogas are at the middle. So ikikuwa mingi, of which itakuwa mingi, now this is where our youths come in. Okay.
what we do is we create machine. Mimi sitakosa watu kadhaa, foundations kadhaa za kuomba machine. True. So kama ni nyanya tuna siaga tomato sauce. Okay. Kama ni viazi tuko na waru, kuna chips tunaziweka, alafu tunafungua a very small mini mart. Unaona kama kwa ukienda kwa any petrol station unapata supermarket kadogo. Now it will be like that in every place in Kajiado North. Okay. Ukienda huku unapata kuna supermarket kadogo tumeweka ya vijana kujuzia hizi vitu, hizi produces. So you can see it's coming from the market, inakuja hapa chini, tunaweka maybe tomato sauce, zingine tunaweka byproducts, alafu hizo byproducts tunafungua another maybe ka supermarket, na bado zinafanywa na youth. Okay. Now let me ask you a question, Wes. This plan, it sounds good. I have to agree with that. Will it all be done within Kajiado North, or when it comes to land you can source it outside Kajiado North? When it comes to land, we are going to source the land from within Kajiado. Within Kajiado. Not necessarily within Kajiado North. Not necessarily within Kajiado North. Okay. There is Kajiado West here tunapakana nayo. Ukienda ule upande mwingine ukienda ni kama unaenda na Ole Polos, we still have another land huko hivyo. Okay. So even as we speak kuna kasamba umeaiona mahali ikikaa tu ile watu wangu wa Mrima watasema imeng'edhia tu. Yeye imeng'edhia tu. Kuna kasamba unaona kameng'edhia mahali inangoja tu ingie ndio. Now your plan sound more of an empowerment program. Yes. I can attest that everybody coming or vying will include the empowerment. Is there something that already you are doing, however little or much it is, but already you are doing that someone you can sort someone and tell them, look guys, this is what I'm doing. As let's say as an example, this is what I'm doing, even though because of limited resources, this is what I'm doing. If you give me if you empower me, become your next member of parliament, then I will empower you by doing it more. Good question, yeah. Well, if you know my history back, mimi nilikuwa na studio Firstborn Records. Okay. This was just like a label. And alafu hiyo wakati 2017 is when I started it. Okay. So in 2017 there was a lot of crime. Okay. Youths were in crime. And then I sat down and then nikajiuliza ni nini naweza fanya hao vijana ni waanze tu kuwabadilisha tu vizuri watoke kwa hii crime. Yes. You understand? Kwa sababu kwa TV ukiwatch ama ukisikia machifu akiongea they are like nyinyi mayusu wacheni crime. Nyinyi mayusu wacheni crime. But what is this chanzo cha hiyo crime ni nini? Joblessness. Okay. So I figured out because I'm more into art. Wacha nifungue studio. Alafu hao wasanii wakiwa wanakuja kwa studio wanapiga muziki, alafu ile single yao wanaenda wanajiuzia. Unauzia tu msee ama unakuja na merchandise, t-shirt, weka print t-shirts ni nini. Enda ujiuzia, hata kama utauza 50 bob, at least I know that person ako na 100 ya kwenda kufanya nini? Kununua chakula. Yes. And we tried helping so many people. But sometimes resources they become difficult and they are very limited. And there are those when I am not in government naweza bisha na hata nikijaribu kubisha hazifunguki because hiyo wakati nakumbuka niko na hizo emails. We have tried so much kujaribu kutafuta foundations zinaweza come in kusaidia hawa vijana. But then again nikajiuliza I can do much better than just music because when nikifanya tu muziki inaangalia tu mtu mmoja. But what if hiyo time alafu hiyo time siasa ilikuwa karibu, so it was 2017. So 17, 18, 19, 20, 21, 22. So nikaamua kuvai in 2022 because I knew, because in that foundation niliambiwa kuna mtu aliniambia ukibisha watu hawezi kunini, hawezi because they do not know you. So kubisha hizo mlango itakuwa ngumu, but ukiwa kwa serikali ama ukiwa kwa siasa it is so easy for you kubisha hiyo. So currently we are trying to push empowerment projects, lakini knocking those doors it is so difficult because assuming because kwanza mimi wacha tu nirudi tu pale kwa ICT. Mimi nimeambia wa mama mboga wangu kwanza tukiingia kwa hiyo kiti hakuna mama mboga Kajiado North from Ngong to wapi atalipa kwanza kanjo. It was being done in Kibra and it's still doable. It can be done. A former member of parliament in Kibra alikuwa anafanya the same. Alikuwa na hao mama anawasotia soko.
ye mwenyewe ndiye alikuwa anawalipia, because Kanjo is part of the county government, or will you work closely with the county government? No, wewe utawalipia ama mimi ndawalipia, but through foundations. Oh. You see, there are foundations out there that when you go and ask for empowerment projects, wanakupatia. You see, when I bring such empowerment projects here, sasa ukinipigia makofi hata mimi ndafurahia. Lakini nikikujengea barabara ama nikuje niweke security light hapa na nipige picha niweke kwa mtandao alafu ati you clap for me, then I think mimi ndo ndakuwa na kuona mimi ndo ndakuwa naona wananchi kama hao ndio wajinga. Okay. Kwa sababu those are the things that they should have as per the constitution. Yeah. But ni kama ni basic needs. Yes. Now, so what else do you plan on bringing for people of Kajiado North? And when you stopped me at STT, that was just for Mama Mboga and the youths, because it connects kutoka kwa shamba hadi kwa soko, alafu kwa soko ikikuwa mingi, bado kuna vijana wetu hapa youth wako na tu supermarkets, wengine wanasiaga, wengine nimewapatia group moja tumewapatia ya kusiaga tomato, wengine tumewapatia ya kusiaga unga. Unapata hata unga Kajiado North tunaweza amua leo unga badala ya kukua 120, wacha leo unga hii yetu kwa wananchi 90. Now before tufike kwa unga, unajua hapo kwa unga ya 90 watu wengi watakuwa very interested. You mentioned something that even me, I didn't know you that from your side ingine, art, which actually touch most on talent. In Kajiado North there are so many talents. I know. Mimi najua wasanii wengi sana hapa Kajiado. In fact, one of them is a very good friend of mine. Okay? Ni kijana anaimba nyimbo poa sana, iko YouTube. What is your plan as someone who come from that art? What is your plan to nurture such talent? And when I say talent, unajua mimi ni loctician by the way, apart from kufanya hizi mambo zingine. Na naona uko na law. Easy. One thing we were nikijifunza locks, I was like, this is an art. It's art. Hii sio kama kuenda sijui nini. Locks is some of our art. Being a loctician is an art. Kama Gido na mtu mwenye anaelewa art, what is your plan for talent Kajiado North? You see, STT, I wish we could have enough time. Let alone the Mama Mboga. You talk about the Mama Mboga. Now let's talk about talent. That's what I'm saying. From footballers to film industry to musicians to where do you want me to begin? Give me one. Start from musician kwa vijana. Because mara mingi those things touch on youth. Yes. Now vijana ndio unasema the crime rate will increase because of lack of jobs. Yeah. And art is one way we can reduce crime. Yes. So for me, this is the plan I had for like my artists. Yes. Like right now, we are in the process of registering Firstborn Records afresh. Kwa sababu ilikuwa upande wa Mbulbul. But now kwa sababu the space mali tulikuwa ni ndogo. Now we are trying to elevate the Firstborn Records ikuwe more than just Firstborn. Kwa sababu wakati huo kulikuwa na Firstborn Radio which tulikuwa kwa mikakati ya kuleta frequency. Okay, community radio that is. No, it was not a community, it was just a community. And the only reason nilikuja na hiyo ni kwa sababu wasanii pia ngoma zao kuchezwa ni ngumu sana. So unaimba ngoma yes na bado kuna ngoma yako kwa nyumba. Okay. So Firstborn Radio was to kupiga kusaidia promote hizi muziki. And also wasanii wetu they don't get ile chance ya kupatiwa opportunities like kama unacheki merchandise. Yeah. Mimi unaona kama vile kuna hoga na social hall. So hiyo social hall, it will not just be a social hall that it is just empty. It will be a workable social hall whereby kuna wasanii bado wako na machine zao za kuprint t-shirts. Unanielewa? Sasa streaming tunatumia streaming za watu wengine kama Spotify, unaona, YouTube. But me I believe when you umesema tuko na talent. Like me, so right now I'm more into tech. So why can't we have our own platform pia ya kustream muziki so that hata tukikaa hivi chini tunajua badala ya Spotify kulipa wasanii wetu pia tuseme ile niko Kajiado, because Kajiado is create our own. We create our own that tunasupportiana. Before hata tunaenda Nairobi kuperform wenyewe wao wanasema au mzee ametoka Kajiado whereby wako na machine zao za kuprint. Studios ni free, by the way studios zitakuwa ni free. Okay. Mimi I will create that kwani studio ni how much bro? Mimi unajua mimi ngoma yangu ya kwanza nikirecord na almost 15k. Wewe ni msanii pia?
Bro, I've been in the industry kuanzia 2011. Usitupe freestyle. Kuanzia 2011 huko. Yes. Me my first song I did. Now. Uko na studio sahi. Firstborn Record is still operational as we speak. Firstborn Records, as I think mention, we are in the process of moving. So saizi operations iko on hold. Yeah, because we are renovating the other ones so that it can the entire thing under one roof. Because we have a record label, and we my office of course will be there. We have a Firstborn Radio and a Firstborn Live, of which it will room kama hii, but ya wasanii kukuja kupiga yani wale wasanii wanapiga vitu zao alafu pia hiyo online radio. It's not just online radio, kuna venye nimekwambia tech. Kuna venye tutakuwa hiyo online radio yetu tutakuwa tunapiga hata venye inaweza fikia wale wase wa huko wa US ni nini, so that even if they are absorbing our content, at least hata ile pay tu iko na si artist pekee, hata hao watu wenye wanashona. Wewe umesema wewe ni Loctician. Yes. Venye tu nimekuambia monopolizing. Instead hapa hivi Ronga kuna salonist wengi sana. Sisi tuko tu building moja, iko tu under one building, but hii yote najua ni kampuni tu moja ya salon. Yeah, but kampuni moja. Yeah. Ni nyinyi wana saluni mmeshikana, you are a group or a family. Okay. So instead of people going at wanatafuta, they are just walking into one building. And sasa hapo kuna walks, pale kuna peace, and this thing, everything under one roof. It will be one thing under one roof. The same way na wale watu wenye wanashona, the same way na designers. Hapo kwa watu wanaona Masai. Mimi niko MP bro, every month or every 3 months kutakuwa tuna celebrate our own utamaduni. Okay. Whereby I bring I invite wazungus here wenye wanapenda showcase whatever we got. Yeah, and we showcase. Na hii ni pieces they come mnashona go kali alafu mnaiweka kwa gallery. So they come here and buy those things. Unaona hizi shanga za Wamasai nini hizo, I will bring them physically here. They purchase from here, and when they purchase from here, hiyo pesa haiendi kwa nani? Hiyo pesa inaenda kwa those groups. Okay. To assist them in whichever they want. Hakuna pesa mimi itakuwa inaingia kwa account yangu. Okay. I will just be there to lead them, to be their face, and to be their guide. Tukimalizia, tunaanza haraka aje bana. Tuko na mambo mingi sana. Hatujapiga hata bosi. Relax. Hatujapiga bosi. Tuseme kama saa hizi kuna msanii Kajiado North na anakusikiza saa hii, anatuwatch. Na maybe ana uwezo. Ni mtu akona talent, ngoma zake safi. Unamsaidia aje? Because kura ni next year, jamaa kuna ngoma zake asaandika nini kila kitu iko sawa. Do you have something yenye unaweza mwambia kwa saa hii? Unaweza msaidia aje saa hii? Niko na ngoma yangu ndio hii bla bla bla. Gido wewe ni hata mimi angoje tu to launch. Angoje tu to launch. Okay. Na aende uangalie kwanza Firstborn, angalie kazi zetu. Okay. Enda tu kwa Firstborn Records, angalia kazi zetu. Mimi nilikuwa msanii kwenda kwa Shavix. So Shavix ilikuwa ni strong, hardworking and adventurous, because my name is Victor. Okay. So the rest Victor completes Victor. Okay. So waende uangalie tu Firstborn Records na mgoje. Firstborn Records iko karibu ku launch. Tukilaunch tunawaita. Itakuwa located wapi? Ama hiyo Kajiado North. No, Kajiado tu North. Hapa yeah, tu inaweza kuwa ila Ronga ama Ngong sitadanganya itakuwa Ngong right now. It's so packed right now. Okay. So Rongai ama Matasa. Either Rongai or Matasa ni mbali. Okay. I'm just looking at a place where hapa tu katikati mtu akitokelezea hapa Rongai. Okay. All the way coming back. Okay. Bosi. Sasa bosi it's another framework ya boda. Hii ni boda initiative bro. Watu wanashindanga kusema mtu wa boda. Sisemi jina ni mbaya. Wenyewe tu wanashindanga nikisema. Jina ya boda si mbaya. Yes. Lakini can we change at least? Ikuwe tuache kuitwa boda. Sasa ikuwe bosi. The boda sector initiative. The boda sector insurance. Okay. For Kajiado North. Okay. Hiyo ndio mradi yangu ya wanaboda. Okay. Kwa sababu wanaboda mara mingi wamekuwa kitumikanga wakati wa siasa, wanapatiwa
reflector, iko na hiyo wakati 2022 kiisha maybe watapatiwa, watajaziwa mafuta. Alafu maybe watapatiwa maybe tao waende mahali. It ends with me in 2027 because Bosi it is an insurance company that I'll be we are opening with the boda operators for Kajiado North, all of them including Ngong nini so that wawache kupeleka pesa zao kwa mabanks, mali wanachukulianga insurance. And you tell me if it makes sense because unapata kama kuna boda 10 hapa lakini kila mmoja hapa kuna mwenye anachukulia insurance yake KCB, kuna mwingine maybe ataenda sijui bank gani, mwingine ataenda bank tofauti. Lakini for Bosi it's an insurance company operated by the chairman wa boda. So wako na machairman au machairman wanafanya kazi huko ndani. Kwa hiyo insurance company, you employ your own people that are within the boda sector because the boda people wanajua vitu mingi sana zenye more than just riding a bike. Kuna watu wanajua computer huko ndani, kuna watu wako into finance huko ndani, kuna watu wenye wako talent, so watajiandika wao wenyewe. When you mean Bosi will be an insurance company, yeah. You register project. You register it as an insurance company or you work with insurance brokers? No, hakuna cha brokers bro. But you know, registering an insurance company has got a lot of regulations. Lakini bro, let me ask you, because lazima ile insurance regulatory authority approve. Of course, but what is the problem? I don't see any problem where you see when I'm member of parliament. Which regulation is it so hard to follow? It's not that we have broken any regulations. I am just saying, instead of, just like how you can decide to start a circle. Do you know the process of starting a bank? Si lazima deposit kado fulani. No, like you and I, we sit down tuamue nataka tutengeneze bank. Yes. I just need like 4 community people here to approve it, that we are the board of we are the board. We sit on that board. Then we register a company ya hiyo bank. Alafu tukisha register hiyo kampuni ya hiyo bank, we just start like a community. Leta watu tusavini hapa. As long as you are following the venye tumesema tuna follow structures, the regulations. We are not breaking any regulations. When I tell my boda riders, badala kupeleka pesa yenu kwa insurance company na mabanki na nini, sasa nyinyi nawapatia yenu moja. You know, capital is the problem. Yeah. In fact hapa shida yote hata si regulation, shida yote hapa ni capital of starting that. And the person to give them that idea and to tell them that actually we can actualize this idea and make it profitable for us. And so the Bosi framework, hiyo insurance company wakiashaanza kufanya kazi huko, now they start borrowing money from banks using the Bosi initiative. Because now from there you buy horses, you buy ambulances, and when they do that, wakati kuna mmoja wao amefariki, they don't call mheshimiwa for horses, ama for harambes, ama atikuja tusaidia hapa kuchangisha kwa sababu tunataka kupeleka mtu wetu. Hapana, they have their own insurance. And guess what? Every boda rider hapo atakuwa na a share of the initiative. Si ati nini? Kila mtu ako na share. Kila rider wa Kajiado North atakuwa na shares Bosi. So that in case that uko kwa barabara and something happens to you and you die, that Bosi will take care of it. That one hiyo share moja in 10 years it will be more than 10 million, right? Yeah. Sindio? One share. We open today, most of the boda riders wamesha register. Hiyo pesa yote, now the network of the company now is higher. So meaning that one share, probably even in 10 years, assuming, tupateni into example, itakuwa 10 million. In 1 year, in 10 years, na unajua utapata 10 million. Si atapata leta you risk that. Upate hiyo 10 million in 10 years, kuliko kupata nothing in 10 years. So yeye anajua in case kitu happen na yeye kwa barabara, ile shares ameacha, hiyo ndio inamsomesha mtoto, hiyo ndio na bibi yake atachukua maybe anzisha biashara nyingine, na hata maybe hata atachukua half a share, hiyo share nyingine ibaki ikibado ikigrow. Na sasa hizo umewapatia ambulances free kwa sababu ambulances ni zao za kampuni, horses ni zao za kampuni, insurance pia wakigonjeka hakuna kuchangisha tena, insurance takes care of it. Mine is just to sit on the board and to oversee
and to tell them hapa hapana, and give go guidance. and go to bring other investors from abroad and tell them this is the Bosi initiative, pump money here, so that these guys, hakuna tena hiyo bro, hii tuna Bosi bana, hiyo kwanza itakuwa backbone, hiyo itakuwa backbone ya Kajiado North, because once they are funded, na unakumbuka wengi even their wives, most of them they wako pia kwa mama mboga, na unaona nimeembaa mama mboga, unaona youth wako, so it is a round up system that is workable. Now I want anyone to challenge me, asimame aseme this is not workable. I want one person to simame aniambie Bosi ama hiyo STT ya mama mboga ama hiyo ya youth yenye nimefanya. I want them to challenge me, and if they do challenge me, I will step down from the race. Well said. Yes. Because of time. Yes, sir. I pray that we will have another session. Yes. If you will find time, this will not be the last. Yes. What is your message to voter and resident of Kajiado North? In 1 minute, as you wrap it up and your parting shot. Guys, I just want to encourage them. Last time waliniambia niliwa let down, na nataka kuhakikishia poleni sana, ilikuwa ni ma challenges too. That time I was an independent candidate. It was a new time for me to vie. A lot was happening. A lot was happening. And as an independent candidate, you do not have that financial muscle, and you do not even have someone to tell you hapa ndio siasa inakuanga ama hii ni siasa inakuanga. But now we have grown, we know what we want. Tunawaambia mchukue kura, please mchukue kura, my youth, Gen Zs, millennials, chukueni kura, because if they don't, 2027 is going to be hard than what we are experiencing this time. That is it, guys. Mimi leo sitaongeza kitu. Subscribe. You too. Subscribe to the channel. Subscribe to and like and share. Yeah. Thank you, guys. Let's do this again. I was your host Wasonga Matthew, and I was privileged to be joined by the Kajiado North MP aspirant 2027 Honorable Victor Gido on a National Economic Development Party. Thank you, guys. Let's do this again.